Karibu tena kwenye uchambuzi wetu. Leo tunaangalia kwa undani kidogo haya mambo ya mifumo ya kati na ile isiyo ya kati. Unajua, kwenye blockchain na hizi fedha za kidijitali. Lengo letu hapa ni kukupa wewe picha kamili. Tofauti ziko wapi, faida zake, hasara pia, ili uweze kuona vizuri zaidi. Kabisa. Na hili ni muhimu sana. Yaani kuelewa hizi tofauti kuna athiri moja kwa moja jinsi unavyoweza kutumia na hata kulinda zile mali zako za kidijitali. Ni msingi kabisa. Sawa. Basi tuanze na ule mfumo wa kati, centralized. Fikiria kama benki yako ya kawaida tu. Kuna taasisi moja kubwa inashika kila kitu. Miamala, akaunti, usalama, nini. Vyanzo vyako vimetaja mifano kama Binance, Coinbase. Ndiyo, hizo kubwa. Na sifa yake kubwa ni urahisi. Kwamba mtu mpya anaweza tu kuingia na kuanza kutumia kirahisi. Kinyume chake sasa ni huo mfumo usio wa kati, decentralized. Hapa hamna boss mkuu. Hakuna kabisa. Kama ulivyoona kwenye hizo nyaraka, nguvu zote, yani udhibiti, umesambazwa uko kwa mtandao mzima wa watumiaji. Hawa watumiaji tunawaita nodes. Yani kompyuta nyingi zinashirikiana kutunza record na kuthibitisha miamala. Zinafuata sheria fulani za kiufundi, zile protokoli za blockchain. Bitcoin na Ethereum ndio mifano maarufu hapo, sio? Ndo hizo haswa, mifano mikubwa kabisa. Sasa hapa ndipo mambo yanapochemka kidogo. Kuna tofauti kubwa sana zinaanza kujitokeza. Kwenye ule mfumo wa kati, unapata ile kasi kubwa sana ya miamala. Na pia, kama una shida, kuna msaada kwa wateja. Watu wanapenda hilo. Ni kweli. Lakini sasa kuna ile hatari kubwa ya kiusalama. Yaani kama ile taasisi kuu ikidukuliwa. Hapo sasa mali za watu wote ziko hatarini kwa pamoja. Ni single point of failure wanasema. Na pia lile swala la uwazi. Sio wazi sana. Huwezi kujua 100% data yako inatumikaje kule ndani. Kweli kabisa. Sasa ukigeukia upande wa pili, huu usio wakati kama nyaraka zinavyosema, unapata kwanza usalama wa hali ya juu. Kwa sababu gani? Data imesambaa kote, hakuna sehemu moja rahisi ya kushambulia. Na uwazi pia uko juu. Kwamba kila mtu anaweza kuona miamala iliyothibitishwa. Iko wazi kwa wote. Iko wazi kabisa kwenye ile leja ya umma. Lakini kama tulivyogusia, kuna changamoto zake. Wakati mwingine miamala inachelewa kidogo. Alafu gharama, zile ada, zinaweza kuwa juu, hasa kama mtandao una watu wengi sana kwa wakati mmoja. Kwa sababu kompyuta nyingi zinahitajika kuthibitisha, au vipi? Ndio hivyo. Inahitaji nguvu nyingi za kompyuta. Na pia tusisahau, inahitaji uelewa zaidi wa kiufundi, sio rahisi kama ile ya kwanza. Lakini najiuliza hivi, hata kwenye hiyo mifumo isiyo ya kati, kuna ripoti za udukuzi wa zile smart contracts. Sasa hilo halipunguzi kidogo ile hoja ya usalama mkuu? Hilo ni swali zuri sana na linaonyesha ugumu wa mambo. Ni kweli, sio kwamba hakuna hatari kabisa. Kama chanzo kimoja kilivyodokeza, udhaifu kwenye hizo smart contracts upo. Hata uwezekano wa ile 51% attack, ingawa ni mgumu kutokea, upo kinadharia. Lakini aina ya hatari ni tofauti. Hakuna ile sehemu moja kuu inaweza kuangushwa. Kwa hiyo hatari inahamia zaidi kwa mtumiaji mwenyewe, kulinda funguo zake na kadhalika. Ndiyo, uwajibikaji unakuwa zaidi kwa mtumiaji na kwa wale wanaotengeneza hizo protokoli kuhakikisha kodi zao ziko salama. Okay, basi. Kwa hiyo tukijaribu kufupisha kwa ajili yako wewe msikilizaji, mfumo wa kati unapata urahisi, kasi na msaada. Lakini unatoa sadaka ya udhibiti wako kamili na kuna hatari ya shambulio moja kubwa. Mifano ni kama Binance, Coinbase. Na kwa upande wa mfumo usio wa kati, unapata usalama uliosambazwa, uwazi na unamiliki mali zako mwenyewe. Unashikilia funguo zako. Lakini unahitaji kuwa tayari kwa kasi ndogo wakati mwingine, gharama za ada, na lazima ujifunze kidogo mambo ya kiufundi. Bitcoin, Ethereum au majukwaa kama Uniswap. Na tukiangalia picha kubwa zaidi, athari zake kijamii. Moja ya vyanzo vyako ilisema mifumo ya kati inaweza kudhibitishwa kirahisi na serikali. Ndiyo, inatoa nafasi hiyo, wakati ile isiyo ya kati inatoa kama matumaini ya uhuru zaidi wa kifedha kwa mtu mmoja mmoja.
na pia uwezo wa kuwafikia hata wale wasio na benki kabisa, yaani ushirikishwaji wa kifedha. Lakini changamoto bado zipo pande zote, sio? Hazikosekani. Mifumo ya kati bado ni lengo tamu sana kwa wadukuzi, na ile isiyo ya kati bado inasumbuliwa na ugumu wa matumizi kwa watu wa kawaida, na pia maswali kuhusu udhibiti, yaani jinsi ya kuzuia matumizi mabaya bila kuondoa ule uhuru. Ni mjadala unaoendelea. Sasa haya yote yanakupeleka wapi wewe unapofanya maamuzi? Kimsingi ni kuchagua tu. Unachagua kati ya urahisi na msaada kutoka kwa taasisi kuu, au unachagua uhuru, uwazi na uwajibikaji wako binafsi kwenye mfumo uliosambazwa? Uchaguzi wako utategemea wewe unathamini nini zaidi. Ni huo wepesi na msaada, au ni usalama uliosambazwa na kumiliki mali zako moja kwa moja? Hakuna jibu moja sahihi kwa kila mtu. Na hili linatuacha na swali la mwisho la kutafakari. Teknolojia inakwenda kasi sana. Je, unadhani hii mifumo miwili itaendelea kuishi pamoja, kila moja ikijibu mahitaji tofauti? Au mwishowe moja utaishinda mwingine kwenye mustakabali wa fedha hizi za kidijitali? Na kwa mahitaji yako wewe binafsi, ni mfumo upi unaona unakufaa zaidi kwa malengo yako ya baadaye? Hilo ni jambo zuri la kutafakari.